Aisha alirudi nyumbani siku ya mwisho ya shule akiwa kimya kuliko kawaida. Hakukuwa na shangwe wala nderemo za mafanikio. Macho yake yalikuwa yakitazama mbali kana kwamba kuna kitu kinamkimbia. Safari ya shule ilikuwa imefika mwisho, lakini safari ya maisha ilikuwa ndiyo inaanza. Nyumba aliyorejea haikuwa ya makeke kama wengi walivyodhani. Ilikuwa tulivu, safi na yenye mpangilio wa nidhamu ya ajabu. Hakukuwa na magari mengi ya kifahari yakipita ovyo. Kulikuwa na utulivu uliojaa uzito wa siri. Mama yake alimkumbatia kwa upendo wa kweli usio na maswali. Hakumuuliza alama alizopata wala nafasi aliyoshika. Alimuuliza swali moja tu. Umejifunza nini kuhusu watu? Umejifunza nini kuhusu watu? Swali hilo lilimuingia Aisha moja kwa moja moyoni. Wakati mwingine swali moja huuliza zaidi ya hotuba ndefu. Wazazi wenye busara hutafuta maadili kabla ya mafanikio. Elimu ya darasani huisha, lakini elimu ya maisha huendelea. Hapa ndipo safari ya kweli ya Aisha inaanza kuonekana. Baba yake alikuwa amekaa sebuleni akisoma kwa utulivu. Hakusimama wala kumkimbilia kama ilivyotarajiwa. Alipoinua macho, alimwangalia Aisha kwa muda mrefu. Kisha akasema kwa sauti nzito, "Umehitimu shule ya kwanza." Aisha hakuelewa mara moja maana ya maneno yale. Alifikiri baba yake alikuwa anazungumzia shule aliyomaliza. Lakini ndani ya macho ya baba yake kulikuwa na maana zaidi. Kulikuwa na ujumbe uliofichwa ndani ya kimya. Usiku huo Aisha hakulala mapema kama kawaida. Alikumbuka dharau, macho ya walimu na kimya chake darasani. Lakini sasa alikabili kimya cha aina nyingine. Kimya cha kujitafakari maisha yajayo. Kuna ukimya unaoumiza kuliko kelele. Ni ukimya wa mtu anayefikiri mustakabali wake. Kila mtoto hufika mahali anapaswa kuacha kuulizwa na aanze kujiuliza yeye mwenyewe. Siku chache baadaye, baba yake alimuita ofisini kwake. Hapo ndipo Aisha alipoona ulimwengu ambao hakuwa ameuzoea. Meza kubwa, makaratasi mengi na watu waliomheshimu baba yake. Heshima ile ilimtisha kuliko kumfariji. Aliona majina, mikataba na namba kubwa zisizo na mwisho. Aligundua kuwa jina la familia yao lilikuwa na uzito mkubwa, uzito ambao yeye alikuwa ameishi bila kuujua, na uzito ambao sasa ulimkalia mabegani. Baba yake alimwambia kwa sauti ya tahadhari, "Dunia ya nje haina huruma kama shule. Haitakupima kwa moyo wako bali kwa jina lako." Maneno yale yalimtetemesha Aisha ndani kwa ndani. Wengi hutamani kuzaliwa kwenye utajiri, lakini wachache huelewa mzigo wake. Jina kubwa huleta heshima, lakini pia hufunga uhuru. Na hapo ndipo majaribu ya kweli huanza. Baada ya muda, Aisha alianza kukutana na vijana wa familia tajiri. Walizungumza kwa sauti za majivuno na kejeli. Wengine walijiona bora kwa sababu ya mali, na wengine walimdharau kwa unyenyekevu wake. Kwa mara ya kwanza, Aisha alijisikia mgeni katikati ya watu wake. Hakudharau, lakini hakueleweka. Hakujigamba, lakini alionekana dhaifu. Usiku huo alijiuliza swali lililomkera sana. Je, dunia itanipokea kama nilivyo au itanilazimisha kuvaa sura ambayo si yangu? Swali hilo lilianza kufungua mlango wa migogoro mipya. Maisha haiulizi mtu yuko tayari au la. Huleta mitihani kwa wakati wake. Ujasiri wa kweli si kupigana na watu, ni kusimama na nafsi yako bila kupotea. Siku zake zilipoanza kusogea, Aisha alianza kuhisi mabadiliko ndani ya nyumba. Simu za baba yake hazikuacha kuita. Watu walikuwa wakija na kuondoka bila maelezo. Nyumba ilibaki tulivu, lakini hewa ilibeba wasiwasi mzito. Mama yake alianza kumwangalia kwa macho ya tahadhari. Mara nyingi alimtaka Aisha awe makini na anachosema. Alimkumbusha kuwa sasa hayuko tena shuleni. Kila neno linaweza kuwa na maana kubwa kuliko alivyodhani. Alianza kuelewa kuwa maisha yake yalikuwa yakifunguliwa kwa macho ya watu. Hakukuwa tena na faragha aliyokuwa akiijua.
Kila tabasamu lake lilitafsiriwa, kila kimya chake lilitiliwa shaka. Uhuru huanza kupotea pale jina linapokuwa kubwa kuliko mtu. Wengi hutamani umaarufu bila kujua gharama yake. Kuwa chini ya macho ya watu ni mtihani wa nafsi, na si kila mtu huweza kuubeba bila kuvunjika. Baba yake alianza kumtambulisha Aisha kwa watu muhimu. Mikutano, hafla na mazungumzo ya siri yakawa sehemu ya maisha yake. Alitakiwa kutabasamu hata pale moyo wake haukuwa tayari. Alitakiwa kusikiliza hata pale hakuelewa. Katika mojawapo ya hafla hizo, alikutana na kijana aitwaye Malik. Alikuwa mpole kwa maneno, lakini macho yake yalikuwa makali. Alizungumza kama mtu anayejua kila kitu, na hilo lilimfanya Aisha ajihisi mdogo bila sababu. Malik alianza kumkaribia kwa njia ya kirafiki. Alimuuliza kuhusu maisha yake ya shule, lakini maswali yake yalionekana na nia zaidi. Aisha alianza kuhisi hatari isiyoonekana. Si kila tabasamu ni ishara ya wema. Watu wengine huja kwa sauti ya upole, lakini kwa nia nzito. Maisha ya watu wakubwa yamejaa mitego, na wasio na uzoefu huangukia haraka. Baada ya muda, Aisha alianza kupokea simu zisizoeleweka. Wengine walijitambulisha kama marafiki wa familia, lakini waliongea kama wanaomiliki mustakabali wake. Hapo ndipo hofu ilipoanza kukua. Alimweleza mama yake wasiwasi wake. Mama alimshauri avumilie na kuwa makini. Alimwambia dunia hii haina nafasi ya wanyonge. Maneno yale hayakumpa faraja aliyotegemea. Usiku moja Aisha alilia kimya kimya chumbani. Hakumlilia mtu, alililia hali. Alihisi kama maisha yanamvuta upande asiyoujua, na hakuwa na mwalimu kumwongoza. Kilia kimya ni kilio cha mtu anayejaribu kuwa imara. Ni sauti ya moyo usiotaka kushindwa. Lakini nguvu ya ndani huchoka pia. Na hapo ndipo mtu huhitaji kueleweka zaidi. Baba yake alianza kuzungumza naye kwa lugha ya maamuzi. Alimweleza kuwa kuna matarajio makubwa juu yake. Hakukuwa na nafasi ya kuishi bila mpango. Maisha yake yalikuwa sehemu ya ramani kubwa. Aisha alitaka kuuliza kama ana chaguo, lakini macho ya baba yake yalionyesha uzito wa majukumu. Aliona uchovu, si ukatili. Ndipo alipoanza kuchanganyikiwa zaidi. Alijiuliza kama unyenyekevu wake ulikuwa udhaifu au kama ulikuwa silaha ambayo bado hajaitumia vizuri. Alianza kutambua kuwa dunia haimheshimu mpole, ilimheshimu jasiri tu. Kuna wakati mtu hulazimika kubadilika ili asivunjike, lakini hatari ni kupoteza nafsi halisi. Mipaka baina ya kujilinda na kujisahau ni midogo sana, na wengi huipita bila kujua. Mahusiano yake na Maliki yaliendelea bila yeye kutaka. Alionekana jua mengi kuhusu familia yao. Alitoa ahadi zilizofichwa ndani ya maneno, na Aisha alianza kuhisi anasukumwa polepole. Marafiki wachache aliojua hawakumuelewa tena. Walimuona kama msichana aliyebadilika. Hawakujua mzigo alioubeba. Upweke wake mpya ukachukua sura nyingine. Siku moja aliamua kutoka peke yake. Alitaka kupumua kama Aisha wa zamani, bila jina, bila walinzi, bila matarajio. Lakini hata huo ulikuwa uamuzi hatari. Wakati mwingine uhuru mdogo huonekana kama uasi, lakini kwa mtu aliyefungwa ni pumzi ya uhai. Tatizo ni kuwa dunia haisamehe makosa ya mara ya kwanza, na hasa kwa watoto wa watu wakubwa. Aliporudi nyumbani, hali ilikuwa tofauti. Baba yake alikuwa amekaa kimya sana. Mama yake hakutabasamu kama kawaida. Aisha alijua kuna jambo limeharibika. Baba alimwambia kwa sauti nzito, "Kila hatua yako sasa inaangaliwa. Usifikiri tena kama mtoto wa kawaida." Maneno hayo hayakumpa uchungu kuliko adhabu. Aisha alihisi kama anapoteza Aisha aliyemjua, lakini pia alihisi moto wa ujasiri ukianza kuwaka. Alijua hawezi kuishi maisha ya watu wengine. Alianza kupanga kimya kimya. Maamuzi makubwa huanza ndani ya kimya.
ni pale mtu anapokataa kufa ndani. Hapo ndipo roho huanza kupambana na safari ya hatari huanza rasmi. Maisha hayakuwa tena ya huruma na subira pekee, yalikuwa ya kuchagua na kulipa gharama. Na Aisha alikuwa katikati ya uchaguzi mgumu. Huu haukuwa mwisho wa mateso yake, ulikuwa mwanzo wa mapambano halisi. Mapambano ya kuwa yeye katikati ya matarajio ya wengine. Siku chache baada ya onyesho la baba yake, Aisha alianza kubadilika taratibu. Alikuwa makini na kila neno analosema, alikuwa makini na kila mtu anayemkaribia, lakini ndani yake alihisi kama anaigiza maisha ya mtu mwingine. Malik hakupotea kama alivyotarajia, badala yake alizidi kuwa karibu zaidi. Alionekana kujua lini Aisha alikuwa dhaifu, na alijua maneno gani yataingia moyoni. Alimwambia Aisha kuwa anaelewa maisha yake. Alidai kuwa naye aliwahi kubanwa na jina la familia. Alizungumza kama mtu aliyepitia machungu kama yake. Aisha alianza kusikiliza zaidi kuliko alivyopanga. Wakati mtu yupo dhaifu, huchagua kusikiliza anayemwelewa. Tatizo ni kuwa si kila anayemwelewa anakutakia mema. Wengine hutumia majeraha kama funguo, na wakishafungua moyo huingia bila ruhusa. Mazungumzo yake yakawa marefu na ya siri. Simu zilidumu hadi usiku wa manane. Aisha alianza kucheka tena, lakini kwa tahadhari. Furaha ile haikuwa huru kama zamani. Mama yake alianza kugundua mabadiliko hayo. Alimuuliza mara kadhaa kama yuko sawa, lakini Aisha alijibu kwa tabasamu la kujistiri. Hakutaka kuulizwa maswali mengi. Siku moja, Malik alimwalika Aisha kukutana faraghani. Alisema anataka kuzungumza jambo muhimu. Aisha alisita, lakini moyo wake ukamsukuma. Alikubali bila kumwambia mtu. Maamuzi mabaya mengi huanza kwa sentensi rahisi. Ni mazungumzo tu. Lakini dunia ya kweli haijengwi kwa nia pekee, hujengwa kwa tahadhari na mipaka. Walikutana mahali palitotulia nje ya jiji. Malik alionekana tofauti siku hiyo. Sauti yake ilikuwa nzito, macho yake hayacheki. Mazungumzo yakaanza kubadilika mwelekeo. Alianza kuzungumzia biashara za baba yake. Alitaja majina ambayo Aisha hakuwahi kuyasikia. Alimuuliza maswali ya kina sana. Ndipo alipoanza kuhisi hofu. Alipoulizwa maswali kuhusu nyumbani, Aisha alikataa kujibu. Malik alitabasamu kwa tabasamu lisilo joto. Akamwambia, "Nilidhani unaniamini." Maneno hayo yalimchoma moyo. Hisia mara nyingi hutumiwa kama silaha. Neno imani huja kabla ya usaliti, na anayelazimisha kuaminiwa mara nyingi hafai kuaminiwa, lakini moyo huchelewa kutambua hilo. Aisha aliamua kuondoka ghafla. Hakutaka kusikiliza maelezo zaidi, lakini hofu hakumwacha hata alipofika nyumbani. Alijua alikuwa amefungua mlango usiofaa. Usiku huo hakulala. Alikumbuka kila neno alilosema kwa Malik. Alijiuliza kama alizungumza kupita kiasi. Hifu ikaanza kumbana kifua. Asubuhi yake, baba yake alipokea simu ya dharura. Uso wake ulibadilika ghafla. Aliitisha mkutano wa familia bila kuchelewa. Aisha alijua jambo baya limeanza. Wakati siri zinapogongana na ukweli, kila mtu huathirika. Makosa ya mtu mmoja huangukia wengi, na gharama hulipwa na wasiotarajia. Aisha sasa yuko katikati ya njia mbili. Njia ya ukweli na njia ya utii. Akimwambia ukweli baba yake, anaweza kuisaliti familia. Akikaa kimya, anaweza kuisaliti nafsi yake mwenyewe. Je, Aisha atachagua damu au dhamira? Je, ukimya wake utalinda familia au utaivunja polepole? Na Malik ni rafiki au ndiye mlango wa anguko?
Sehemu ijayo itafungua siri ambayo haiwezi kufichwa tena. Usiondoke, kwa sababu ukweli unapokuja hauombi ruhusa. Asante sana kwa kuchukua muda wako kusikiliza simulizi hii hadi mwisho. Wewe si mtazamaji wa kawaida, wewe ni sehemu ya safari hii. Kama simulizi ya Aisha imegusa moyo wako, kama imekufanya kujiulize, kufikiri au kujiona ndani yake, basi hii ni nafasi yako kuwa sehemu ya familia yetu. Bonyeza subscribe, gusa like na usisahau kushare simulizi hii kwa mtu unayejua itamgusa. Andika pia maoni yako hapo chini. Je, Aisha afanye nini? Aseme kweli au ailinde familia? Hii ni MK Mastori, mahali ambapo hadithi si simulizi tu, ni maisha. Asante, tukutane sehemu inayofuata.